Masaa machache yaliyopita huyu jamaa alioa. Alishtuka kumuona mke wake ambaye wamejuana masaa machache yaliyopita anavua nguo mbele yake. Akajiziba uso ili asimuone. Mke wake akaingia bafuni kuoga. Mshikaji alijisikia vibaya sana kumuona mke wake uchi. Mwanamke alikuwa anajiachia sana mbele ya jamaa. Utadhani ndoa yao ina muda mrefu sana. Mwanamke alivyotoka bafuni kuoga akamuomba mshikaji amsaidie kukausha nywele zake. Jamaa alikuwa anajiuliza kichwani mwake, kwa nini mtoto mzuri kama huyu amekubali kuolewa na boya kama mimi? Kuna kitu hakiko sawa. Mchana wa leo jamaa alienda kwenye ofisi za serikali kwa ajili ya kumuoa mpenzi wake wa muda mrefu anaitwa Linda. Linda hakutokea hadi mfungisha ndoa alipofunga ofisi yake. Jamaa akaamua kumpigia Linda kumuuliza kwa nini hakutokea. Linda akamwambia jamaa, usinisumbue, nimepata mpenzi mpya anaitwa Jackie. Ni mwanaume wa kitajiri, ana hela sana. Siwezi nikawa na mwanaume maskini kama wewe. Sijaja hapa duniani kuteseka. Mshikaji akaishiwa power. Maneno ya Linda aliendelea kujirudia. Jackie ndo mwanaume pekee ambaye anaweza kanipa mimi maisha ninayotaka. Jamaa alikaa nje ya ofisi ya kufungisha ndoa akiwa na huzuni. Gari kali ya mtoto wa kitajiri ikapaki. Pisi kali ikashuka ikamwambia jamaa, kaka, uko tayari kunioa? Jamaa kufikiria mara mbili akakubali. Mwanamke akamchukua haraka haraka akampigia simu mfungisha ndoa wa serikali. Mfungisha ndoa wa serikali akaja wakafunga ndoa. Akili ya mshikaji karudi. Nimewezaje kufunga ndoa na mwanamke ambaye simjui hata kidogo? Hakujua kabisa kwamba huyu binti ni CEO, anatokea familia moja ya kitajiri sana. Leo asubuhi baba huyu binti amemlazimisha huyu binti kuoana na Jack ili familia yao iendelee kuwa na utajiri zaidi. Mwanamke alikataa katakata kuolewa na Jack, akasema Jack sio mwaminifu. Jack ni fisi, ana tamaa, anamla kila mwanamke. Ili kumkomoa Jack na baba yake, binti aliamua kumtafuta mkaka yote ule mtaani aolewe naye. Kwa bahati nzuri binti alikuta huyu kaka handsome amekaa kiasara nje ya ofisi za serikali za kufungia ndoa. Akaona atafaa kwa kumwoa. Baada ya kufunga ndoa, mwanamke akachukua cheni ya mshikaji kama ishara ya wawili hao kuwa kwenye mahusiano. Jamaa hakutaka kabisa kumwachia yule mwanamke kile kidani, kwa sababu kile kidani ndio kilikuwa kitu pekee ambacho wazazi wake walimwachia. Wakati mshikaji anaendelea kumbembeleza mwanamke amwachie hicho kidani, mwanamke akaondoka ghafla na gari. Wakati yule mwanamke akiwa kazini alikiangalia kile kidani, akasema hiki kidani kinanikumbusha kitu. Nimewahi kukiona sehemu. Akakumbuka amewahi kukiona kile kidani kwenye picha ya familia moja ya kitajiri sana. Akakumbuka hii familia ya kitajiri ilimpoteza mtoto wao akiwa mdogo. Akahisi huyu jamaa ndo anaweza kawa yule mtoto aliyepotea. Akamwagiza mfanyakazi wake achunguze maisha ya huyu jamaa A to Z. Usiku mfanyakazi wake akampigia simu akamwambia, madam uko sawa, huyo jamaa kweli ni mtoto kutoka familia ya kitajiri. Nimefuatilia historia yake yote ya nyuma, nimekuja kugundua alipotea utotoni. Mwanamke aliposikia hivyo alishtuka sana. Akajiuliza atawezaje kuthibitisha kama huyu jamaa kweli ni mtoto wa kitajiri. Akakumbuka hospitali nao milikiwa na familia yao ilihifadhi DNA ya mtoto aliyepotea. Akanyofua nywele za jamaa kwa ajili ya kuzipeleka hospitali kuzipima. Mshikaji akujua chochote kinachoendelea. Maisha yake yote aliamini kwamba yeye ni mtoto wa kimaskini. Kesho yake jamaa akaenda kwenye sherehe ya wanafunzi aliyosoma nao. Alipofika kwenye sherehe akamwona ex wake Linda pamoja na Jackie wako pamoja, akaamua kuondoka. Upande wa pili binti hospitali akathibitisha kwamba huyu mtoto kweli ni mtoto wa wale mabilionea aliyepoteaga. Akawapigia simu wazazi wake, wakaja hadi hospitali, akawaonesha majibu. Wakamtaka waoneshe jamaa alipo, akasema jamaa yuko hotelini, ngoja niwapeleke. Wakati jamaa anataka kuondoka kwenye ile sherehe, Jackie akamwambia John, hebu mrudishe huyu mshikaji akae kwenye kiti. Linda na Jackie walitaka wamdhalilisha jamaa na wamuumize jamaa mbele ya kila mtu. Jackie akaanza kumsimanga mshikaji, Linda amekuacha kwa sababu wewe ni maskini. Wakati Jackie akiendelea kumsimanga mshikaji, Mary akadakia, akasema huyu mshikaji sio maskini, mimi nimemuona kwa macho yangu, amekuja na bonge moja la ndinga imepaki nje ya kitajiri sana. Kila mtu akamwambia Mary, acha uongo, huyu jamaa anapata wapi gari? Bahati nzuri mfanyakazi mmoja akamletea funguo ya gari ya kitajiri sana, akamwambia bosi, funguo yako hii hapa. Linda akamwambia mshikaji, kwa hiyo umeamua kuazima gari uje hapa ili uonekane tajiri, sio? Ambacho walikuwa hawajui, asubuhi ya leo CEO alimwambia jamaa, sitaki uende kwenye sherehe ya shuleni kinyonge. Chagua gari yoyote kali unayoitaka hapo nje, nenda nayo kavimbe. Baadaye mkewe na jamaa alimwambia msaidizi wake, piga simu kwenye hoteli wanaofanyia sherehe, lipia kila kitu, sawa? Bosi wa ile hoteli akaja kumshukuru jamaa, asante sana kwa kulipia kila kitu kilichopo hapa bosi wangu. Watu wote hawakuamini jamaa amewezaje kulipia kila kitu hapa. Jackie hakuamini maneno ya meneja hata kidogo. Meneja akamwambia Jackie, huyu mshikaji wenu ni mume wa CEO wa kampuni fulani. Jackie akasema haiwezekani. Huyo CEO unayemzungumzia ni mchumba wangu. Tunatarajia kufunga ndoa hivi karibuni, hawezi kuolewa na huyu boya. Jackie akamwambia meneja kuwa makini, huyu mshikaji ni tapeli, anajifanya mume wa CEO. Jamaa alikuwa haelewi chochote kuhusiana na anachokiongea Jackie. Kila mtu kwenye sherehe hakuamini kama jamaa anaweza kumuoa CEO. Akasema mtake msitake, mimi ndo mume wa CEO. Jackie akamwambia machawa wake, hebu mpigeni huyu boya ashike adabu. Ili wanataka kumpiga jamaa, ghafla CEO na wazazi wa jamaa wakaingia. Moyo swala la mapenzi, fanya tupumzike sasa, mambo ya kupenda penda, utafanya wanizike,